Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninawasalimia kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Nina ujumbe hapa. Nilikuwa nataka kuongelelea siku ya baba duniani ambayo ni Father's Day katika lugha ya Kiingereza. Inasemekana kulikuwa na Mungu alikuwa anaitwa Zeus. Huyu Mungu alikuwa anaabudiwa mwezi wa Juni ambao ni mwezi wa 6. Watu wamesherekea hiyo siku ya wababa. Kama we ni Mkristo na umeokoka kweli, haifai ufuatishe mambo namna dunia inavyoendeshwa. Usifuate hayo mambo. Warumi inatuonya katika Warumi sura ya 12, ukisoma mstari wa 2 utaona inatuonya tusifuate mambo ya dunia hii, kama kusherekea sherehe za kipagani, kuadhimisha sikukuu za kipagani. Biblia inatuonya tusifanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. So unapokuwa unasherekea hii siku, unaabudu Mungu Zeus, Mungu wa Griki ya kale, bila wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe. Maana inasemekana ilikuwa siku ya kumwabudu Mungu Zeus, ilikuwa inafanyika mwezi wa 6 ambao ni mwezi wa Juni. Huu mwezi ambao watu bado wanasherekea, watu wamesherekea. Ni huu mwezi ambao kila mwaka watu wanasherekea hii siku ya baba duniani. Bwana Yesu asifiwe. So huyu Zeus alikuwa Mungu na alikuwa anaitwa baba wa ulimwengu. Sisi tunajua baba wa ulimwengu na baba wa mbinguni ni baba yetu ambaye ameumba vyote. Bwana Yesu asifiwe. So wao walikuwa wanaamini Zeus ni baba wao, baba wa ulimwengu na baba wa anga. Lakini sisi kwa vile tumeokoka na tunamjua Mungu, hatuamini katika miungu migeni. Bwana Yesu asifiwe. Ni machukizo kwa Mungu unapoabudu sanamu au miungu migeni. Hata kama haukuwa unajua, sasa umejua, utubu kama Mungu haja kuwekea hasira zake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachukia sana idolatry, kuabudu sanamu au miungu mingine. Mungu anachukia hicho kitu sana sana. Na mmesikia nimesema huyu Zeus alikuwa Mungu wa anga na baba wa ulimwengu kulingana na historia ya Griki ya kale. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni jana, leo na hata milele, habadiliki. Mungu hataki tuabudu miungu. Hapo sherekea siku ya kipagani, umeabudu miungu ambao wanasherekewa hiyo siku. Kuna miungu ambayo wanasimamia hizo siku kuu za kipagani. Sasa kama hii ya Father's Day ama siku ya wababa, Mungu Zeus ndiye anayesimamia. Maana inasemekana jinsi nilivyosema, walikuwa wanamwabudu siku hiyo mwezi wa Juni ambao ni mwezi wa 6. Bwana Yesu asifiwe. So kama ulisherekea ama ulikomendi kwa posts ama picha za watu ambao walikuwa wanasherekea baba zao, jua kuanzia leo hiyo siku haiko related na baba duniani. Hiyo siku ilikuwa ya kusherekea Mungu Zeus. So ukisikia watu wanasema tunasherekea Father's Day, jua hawana ufahamu ya Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. So unapokosa maarifa unajipata umeenda kwa mambo ya dunia ama unaadhimisha sikukuu za kipagani bila wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma neno, tutakomea kwa Wakorindo siku ya leo. Wakorindo wa 2. Wewe unasema umeokoka lakini unasherekea sikukuu ama siku ambazo miungu ya kigeni inaabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama sasa hii siku ya baba duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie na sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Unaona, huwezi chukua mambo ya miungu ukaleta kwa Kristo. Na Wakristo wengi saa hii wanafanya hivyo. Wanataka waingize upagani kwa kanisa. Niliona hata inasherekewa kwa makanisa, of which it's very bad. Ni machukizo sana kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Tena pana mapatano gani? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Unaona, wasioamini katika Kristo wanaadhimisha hii siku ya wababa, alafu wale walio ndani ya Kristo pia wanaadhimisha siku hii ya wababa. Mungu amechukia sana. Tena ana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Unaona, hakuna mapatano kati ya hekalu la Mungu na sanamu. Mungu hapendi sanamu sana, hapendi, ni machukizo kwake. Na ndio maana anatuonya katika neno tusiabudu miungu mingine, tumwabudu Mungu tu yeye.
Yeye ndio Mungu anayestahili kuabudiwa na sio miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nitaendelea kidogo. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao. Ya Mungu anakaa ndani yetu sisi tuliookoka, sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Unaona, so haifai tufanye mambo ambayo ni ya kipagani, haifai tusherekee sikukuu za kipagani. Bwana Yesu asifiwe. Kama hii siku ya baba ni sikukuu ya kipagani in short. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia nikisema kama Mungu alivyosema ya kwamba, nasoma neno bado, Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, na mimi nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Ya Mungu anasema atakaa kati yetu na atatembea kati yetu, na anasema yeye atakuwa Mungu wetu na sisi tutakuwa watu wa Mungu, tutakuwa watu wake. So akipata ama akiona wewe unaabudu miungu mingine bila wewe kujua ama kujua, inamchukiza zaidi. Yeye ni Mungu wetu na sisi ni watu wake. Bwana Yesu asifiwe. So tuwe makini, tupate haya maarifa ndio tusiangamizwe kwa kukosa maarifa. Kama tu kitabu cha Hosea 4:6 kinavyotuambia, kilia neno linatuambia katika huo mstari wa 6, Hosea 4, kuwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. So tafadhali tumtafute Roho Mtakatifu, tumuomba atujaze kila siku na atufundishe. Neno linasema yeye ni mwalimu, atatufundisha, tutajua mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na swali utauliza. Shalom.